Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala, kwa muda watu huu wa kipindi cha mchana tunaanza masaili mutakhaba. Katika darasa yetu ya leo itazungumzia masala ya eda pamoja na mafungu yake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahil qail fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Al-aya. Alhamdulillah, sifa njema ni za Mwenyezi Mungu al-qail, mwenye kusema. Sifa njema ni za Mwenyezi Mungu mwenye kusema fasalu ahla dhikri, waulizeni wajuzi wajuao, in kuntum la ta'lamun, ikiwa nyinyi hamjui. Wassalatu wassalamu, naomba rahma na naomba amani, ala sayyidina Muhammadin al-qail, jimshukie bwana wetu Muhammad mwenye kusema. Ala sayyidina Muhammadin al-qail, jimshukie bwana wetu Muhammad mwenye kusema. Man yuridillahu bihi khaira, ambaye anamtakia Mwenyezi Mungu mja wake kheri, yufaqihu fi din, humtambulisha dini. Wa ala alihi, na juu ya ali zake, wa sahbihi, na sahaba zake, ajmain wote. Mchukue peleke kule. Wa ala alihi, na juu ya ali zake, wa sahbihi, na sahaba zake, watabiina lahum bi ihsani, na wenye kuwafuata wao kwa wema, au watabiina lahum, na wenye kuwafuata wao bi ihsani, kwa amani, ila yaumiddin, mpaka siku ya mwisho wa baada ya haya. Fa hadhihi masailu, haya ni masala, nuqaddimuha ila tullabi almadrasati ash-shamsiyyati khassa. Nuqaddimuha ila tullabi almadrasati ash-shamsiyyati khassa, tumealeta kwa wanafunzi wa madrasati ash-shamsiyya khasan, wenye kuhusika. Lengo ni nini? Litazdada maarifatuhum bisharia, ili wazidi kuijua kwao sheria. Litazdada maarifatuhum bisharia, ili wazidi kuijua kwao sharia. Sawa. Waliyastafidu mimma fiha, na kupata faida kwa vilivyomo ndani yake. Waliyastafidu mimma fiha, na kupata faida kwa yaliyomo ndani yake. Minal ahkami allati, na ni katika hukumu ambazo, yakthuru wuquha, kuna kuwa kwingi kutokea kwake, fil ahwali wal azman, katika hali na zama. Wanarju min Allahi tawfiqi wal falah, na tunataraji kwa Mwenyezi Mungu tawfiki na kufaulu. Amin. Mwenyezi Mungu kubali. Fanaqul, tunasema. Sawa. Swali la kwanza limeuliza mal iddatu shar'a, nini eda katika sheria? Nini eda katika sheria? Al iddatu shar'an, eda katika sheria, muddatun tatarabbasu fiha al mar'atu li ma'rifati bara'ati rahmiha min al walad. Eda katika sheria, muddatun tatarabbasu fiha al mar'a, ni muda ambao anasubiria mwanamke. Ndivyo, ni muda ambao anasubiria mwanamke, limaarifati bara'ati rahmiha, kwa ajili ya kujua utakatifu wa fuko lake la uzazi, min alwaladi, kutokamana na mtoto, au litaabudi, au kwa ajili ya ibada, au litafajjuha, au kwa ajili ya kuhuzunika, ala zauji, kumhuzunikia mume, au litafajjuha, au kwa ajili ya kuhuzunika, ala zauj, kumhuzunikia mume. Eda, mwanamke anakaa kwa daraja tatu. Anaweza akawa anakaa eda, lengo na makusudio ya kukaa eda ni kwa ajili ya kuweza kutambulikana kilichofichikana katika fuko lake la uzazi. Sawa.
Yawezekana ikawa ameachwa mwanamke, lakini katika kuachwa kwake huenda ikawa ana maji katika tumbo lake, kwa hiyo inabidi akae eda ili kutambulikane kitu gani ambacho kimefichikana katika tumbo lake la uzazi. Ikifikia hatua kwamba hapana, mwanamke huyo ameachwa lakini ana uhakika kwamba hana chochote katika tumbo lake, basi litaabudi, pia ni wajibu wake kukaa eda kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo eda kadhalika imebeba fungu zima la ibada. Au ikiwa labda litafajuiha ala zauji, ameachwa, anatakikana akae eda kwa ajili ya kumhuzunikia mume, mtu ambaye alikuwa akimsaidia katika maisha yake, akimpa maelekezo, akimpa nasaha, akimuonya, kadhalika na baadhi ya mambo mengi mengineyo katika maendeleo. Kwa hiyo sasa amemuondokea, imekuwa ni nini hiyo? Ni huzuni kwa mwanamke. Kama aksamu la ida ni mangapi? Mafungu ya eda. Kumbe eda pia iko na mafungu yake. Al-iddatu qisman, eda ni mafungu mawili. Al-iddatu qisman, eda ni mafungu mawili. Iddatu firaqi hayati wa iddatu firaqi wafat. Kuna eda ya kuachana au kuna eda ya kuepukana kwa uzima, na kuna eda ya kuepukana kwa kufa. Eda ni mafungu mawili. Kwa hiyo kuna eda ambayo inapatikaniwa mwanamke ikawa ameachwa lakini aliyemwacha ni mzima, na kuna eda ambayo inapatikaniwa mwanamke anaweza akawa ameachwa lakini kitendo cha kuachwa kwake ni kwa sababu ya yule mume kufa. Kile kitendo cha kufa itakuwa amemwacha, si kumwacha talaka. Hapo itakuwa amemwacha kisheria ya kwamba yeye ameshaondoka katika dunia, amemwacha duniani, yeye ameshakwenda akhera. Sawa. Kwa hiyo pia anatakikana akaeda. Wala tajibu ula illa ala almadkhuli biha, na haitopasa hii eda ya kwanza, haitopasa. Tumeelewana vizuri kwa makini Wala tajibu ula, na haitopasa eda ya kwanza illa ala almadkhuli biha, ila kwa mwanamke mwenye kufanywa wati, mwenye kuingiliwa Ikiwa mke ameolewa na baada ya kuolewa na mume wake ikafikia hatua akamuingilia hata kama ni mara moja, kwa hiyo kitendo cha kuweza kuachika tu kwa sababu kaingiliwa mara moja, tayari anastahiki kukaa nini? Eda hii ya kwanza kabisa. Falmutallaqatu walmafsukhu nikahuha, mwanamke mwenye kuachwa na ambaye imevunjwa ndoa yake. Mwanamke mwenye kuachwa na ambaye imevunjwa ndoa yake, qabla dukhul, kabla ya kuingiliwa. Ameolewa mke, baada ya kuolewa yule mke ikafikia hatua hapo yakatokea yaliyokuwa yametokea sintofahamu, ikabidi mwanamke yule aachike, ima kwa kuvunjwa ndoa yake au aachike kwa njia yoyote. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri hakuwahi kuingiliwa na mume yule, sawa, la iddata alaihima, sawa, hakuna eda kwa mawili hayo, ikiwa ameachwa na mume yeye mwenyewe au ikiwa imeharibiwa, imevunjwa ndoa yake na kadhi, hapo hakuna nini? Hakuna eda. Sawa. Walilhamil, na ambaye ni mjamzito, wala ulhamli, mpaka azae mimbaye. Mwanamke ambaye ni mjamzito eda yake haiishi mpaka azae nini? Mimba yake. Lakini mimba yenyewe almansubu li sahibil idda, yenye kunasibiana na yule anayekaliwa eda. Mimba yenyewe iwe ni yenye kunasibiana na yule aliyekaliwa eda. Isifikia hatua ni mimba lakini kumbe mimba yenyewe kenda kuiokota huko kwenye mitaa huko, sivyo? Si Mtume alisema kule ishtadda ala wallahi ala imra'atin ndiyo waladan laisa minhum. Sawa. Kwa hiyo asira za Mwenyezi Mungu zinazidi kwa mwanamke ambaye yeye, na maana kwa mfano hai amekaa eda, lakini eda aliyokaa ananasibisha kwamba mimba aliyokuwa nayo ni ya yule mume aliyemwacha, kumbe maskini mimba kenda kuiokota mtaani. Kwa hiyo asira za Mwenyezi Mungu zinazidi sana kwa mwanamke wa sampuli kama hiyo. Kwa hiyo eda inayokusudiwa, mimba inayokusudiwa hapa ni sahibi al-idda. Sawa. Walilhaili alhurra, na mtupu aliyemuungwana, mwanamke ambaye si mjamzito. Dhatil aqra'i, mwenye kui. Sawa.
Dhatil aqra'i, mwenye tohara 3 aqra'i, ni tohara 3. Walilhaili lhurra, na kwa mwanamke aliyemungwana dhatil aqra, kwa mwenye tohara 3 quru'i, ni tohara 3. Atakaa tohara 3 yeye basi, sawa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'i. Sawa, mwanamke mwenye kuacha basi ataitakasha na kuikomboa nafsi yake kwa tohara 3. Wadhatil ashhuri 3 ashhuri, na kwa mwenye mwezi ni kwa miezi mitatu, ambaye anaingia mwezi mara moja katika ida yake, basi miezi mitatu. Walilhaili ghairi lhurra, na haili ambaye si katika muungwana, ambaye ni mjamzito, ghairi lhurra, lakini si katika mwanamke muungwana. Dhatil aqra'i, mwenye tahara Qur'an, yeye ataingia kwa tahara 2. Akiona eda mara 2 ya kwanza na ya pili, basi eda yake imekwisha. Wa dhatil ashhuri, na kwa mwenye mwezi shahrun wa nisfu, ni mwezi 1 na nusu. Kwa mwanamke ambaye si muungwana, ni mjakazi, basi yeye atakaa eda mwezi 1 na nusu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Swali la pili tutakuwa tumelikomea hapo inshallah. Tumeelewana vizuri eh? Naam. Qurui maana yake ni tohara. Qurui makusudio yake makubwa, qurui ni kile kitendo cha yeye kuingia katika eda yake na kutaharika, ndio huitwa qurui. Kuna wanawake kwa miezi 2 wanaingia qurui 3, wako hao. Nadhani tulisoma katika darasa yetu ya asubuhi kwamba eda hedhi ni siku ngapi? 15. Ikifika siku ya 16 ni nini? Itakuwa ni ugonjwa. Na tukaja tukaambiwa tena hizo siku 15 inaweza ikafikia hatua ikawa ni hedhi 2. Tumeelewana? Ikiwa kumepatikaniwa katikati yake nini? Tohara. Kwa hiyo ina maana mtu anaweza akaingia eda akakaa siku ya kwanza mpaka siku ya 15, akapata tena, akakaa mpaka siku ya 15, ikiingia siku 16 kapata tena hedhi. Mwezi mmoja huo, sawa? Mwezi mmoja una siku ngapi? 30. Kuanzia tarehe 1 yuko tohara, anafanya ibada zake za kuswali na kufunga na mambo mengineyo, mpaka ikafika mwezi 15 bado yuko tohara. Kuingia mwezi 16 tu ama tarehe 16 tayari akawa ameingia kwenye eda. Huenda ikawa labda siku zake ni 3 au alal aqali, kama tulivyozungumza, yaumun wa laila, mchana na nini na usiku, sawa? Ikawa sasa ni mchana na usiku. Kwa hiyo sasa ikafikia hatua kwamba baada ya zile siku 15 zile zikimalizika, 16, 17 na 18, tujalie ni siku 10 ngapi? Siku 3, sawa? Kwa hiyo itakuwa ni tarehe 16, 17 na 18, sawa? 19 ameingia kwenye tohara. Sasa tohara ile ataendelea nayo tena siku ngapi? 15. Ina maana kama tarehe huyu mpaka kwenye tarehe 33. Tarehe ngapi? Tarehe 33, 34 anaingia tena siku 15 nyingine tayari. Kwa ndani ya mwezi mmoja tayari ameshaingia mara ngapi? Mara 2. Ukija ukiangalia miezi 2 hiyo hapo, utamkuta mtu kama ni eda shamaliza. Kwa hiyo qurui ni kile kitendo cha mwanamke kuingia kwenye eda yake na kutoka, ile ndio inaitwa qurui. Al-ashhur na shahru ni ile eda ambayo mwanamke anaingia mwezini kila mwezi mara 1. Tuko pamoja eh? Haya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Inshallah tutakutana tena.